Yes. Tofauti ya mchawi na mshirikina ni gani? Mchawi yuko katika kiwango ambacho kiko chini kidogo. Mshirikina amegraduate tayari, anaweza funza wengine. Huyu mchawi pia anaweza funza, ndiyo, lakini kiwango cha mshirikina kiko juu. Kwa hivyo mshirikina ni mchawi amegraduate. Yuko juu sana. Yuko juu kabisa, anaweza kujigeuza hata inzi, hata ndege. Huyu mshirikina? Yes, anaweza kujigeuza hata nyoka. Yeye mwenyewe anaweza kujigeuza anything na kuje kwa nyumba yako kama monitoring spirit. Utafikiria ndege fulani huwa inanisumbua sana kwa hii kona, kumbe ni yeye. Anakuchunguza. Anakuchunguza, anataka kusikia ile progress mko nayo, anaenda kugonga. Mchanga iko na masikio, ndugu yangu, inasikia. Na katika ulimwengu wa kirohoni inaweza kuwa commanded ya kwamba wewe mchanga, huyu kijana anajenga. Mchanga, usikubali hii nyumba iishe ikisimama hapa. Kazi inaisha, biashara inasambaratika, mnaanza kukosana kwa nyumba, unashindwa kwani ni nini? Nilianza project, ilifikia pale kwa lento, haisongi. Plot ulikuwa umenunua kujenga, shida, mchanga ilinenewa. Ama pale tunajenga, wanakuja wanachukua mchanga pale, wanainenea mchanga, alafu wanaipuliza ikienda na mawimbi na winds. Hivyo vile imeenda na winds, pesa zako ziende hivyo kwa magonjwa yale ambayo hayana tiba. Kwani mchanga ni powerful aje? Mchanga ni powerful kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuumba sisi kama wanadamu kupitia kwa udongo. Yes. Kupitia kwa udongo, waganga wakajua ya kwamba kama ni udongo tumeumbwa, basi wao na zile nguvu zao za kigiza, dark powers, wanatumia hiyo udongo ama mchanga against wanadamu, kupitia kwa wale ambao wameenda kwao, niharibie huyu. Hello everyone, I hope you're doing good. My name is Amos, na kama it's your first time kukama across this channel, kindly consider subscribing, na kama ni 10 subscriber, tuendelee hivyo hivyo. We are at 26k subscribers tukishoot hii video, so ukiona unaje subscribe, kindly consider subscribing, na hautakuwa unapitwa na video zote tutakuwa tunapost. Asanteni sana kwa kusupport hii channel through liking, subscribing and commenting. I don't take your support for granted. Tuendelee hivyo hivyo. Na leo tuko na Apostle Isaiah tena kwa hii channel yetu. Alikuwa ametupotelea na amerudi tena. Acha tumkaribishe ili aweze kutupea mafunzo ya leo. Si ndio Pastor Isaiah? Ndio, nimeshukuru sana. Yes. Kurudi, na najua Mungu anaenda kutenda jambo sahihi. Yes. Niko na ujumbe muhimu ambao Bwana ameniongelesha niweze kuwapatia watazamaji wangu. Amen. Imekuwa ni muda hujatokea, lakini tumekutafuta tena ili uweze kuelimisha. Yes. Kwa mtu mwenye anakuona kwa mara ya kwanza, hajaona hizo video zingine tumerecord, introduce. Naitwa mchungaji Goro Isaiah. Yes. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na uhudumu na kanisa la Bahati Ministries Kayole. Yes. Amen. Na ninawapenda nyote. Wale wako Kenya, karibuni. Hata kaiko kanisa Nairobi na vitongoji vyake, na wale wako nje pia bado nimewakaribisha. Tushirikiane pamoja, sababu kwa Kristo Yesu kuna ushindi na kuna jawabu katika kila jambo. Yes. Amen. Sawa, leo umeprepare masomo gani leo? Nimeprepare kuhusu uchawi ambao unaweza tumika kwa mchanga. Yes. Na mchanga iweze kudhuru au mchanga iweze kubariki. Yes. Biblia inasema katika Yeremia ya kwamba nimembariki mchanga. Vile Biblia inasema imebariki mchanga, umebarikiwa. Joshua 1:5 inasema ya kwamba pahali mtakapokanyaga nitawapa position. Tunakanyaga wapi? Tunakanyaga kwa udongo, kwa mchanga, kwa ardhi. Waganga nao wakajua, washirikina wakajua ya kwamba kila mwanadamu akizaliwa lazima aanguke mchangani. Na anapoanguka mchangani, wanatumia hiyo mchanga wakati fulani kuharibu
mambo. Hakuna siku mganga ameshatumia mchanga kutengeneza. Watu wanaenda kwao ili waweze kuharibu. Kwani mchanga ni powerful aje? Mchanga ni powerful kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuumba sisi kama wanadamu kupitia kwa udongo. Yes. Kupitia kwa udongo, waganga wakajua ya kwamba kama ni udongo tumeumbwa, basi wao na zile nguvu zao za kigiza, dark powers, wanatumia hiyo udongo ama mchanga against wanadamu, kupitia kwa wale ambao wameenda kwao niharibie huyu. Ndugu yangu, kuna boma nyingi sana ambazo unakuta kwa lile boma hata watu wakipanda mimea, plants, unakuta hazikui, lakini iko tu na jirani mwingine pia yuko hapa tu karibu na wewe, zake ziko sawa. Kumaanisha kuna mtu alienda kwa kwa waganga akamwambia haribu hii shamba, na wanakuja nyakati ambazo hamko, na wanaangalia pahali mlikanyaga, wakachukua michanga ya miguu pahali mkakanyaga, wakanenea ile mchanga, na wanachukua pamoja na shamba, wanaambia hiyo shamba, wewe mchanga wa hii shamba, hautakuwa na rotuba ya kusaidia hii familia. That is a command. Na wanafanya rituals, wanatolea mapepo sadaka. Utanunua hata mbolea, magunia haitakuwa, na hata ikikuwa utakuta kuna calamities zingine zinaingia, pengine hailstones, pengine ndege zinakuja zinakula zile vitu, zinaharibu, ama panya za kiajabu ajabu zinaharibu, ama unakuta ya kwamba hata ng'ombe za watu zimepenya mpaka zikaribu ile fence ile shamba zikakula zote. Kumaanisha ili nenewa ya kwamba hii shamba isikusaidie. Hiyo ni example number 1. Maneno yenye inatamkangwa kwa ile mchanga ni kama gani? Maneno ambayo inatamkwa katika ile shamba ni maneno ambayo yako na nguvu, kwamba hii shamba, hii mchanga isiwasaidie, waende hasara. Ama wakati wanapolima hapa, mtu aumwe hata na nyoka hapa, ama mtu aumie kwa hii shamba, ili mambo ya hata ya kuja kuangalia hii shamba apostpone, wengine ndio wakuje. Kumaanisha kuna vitu vimeanza kutendeka pale, vitu ambavyo sio vya kikawaida. Ama utumie pesa mingi sana kulima ile shamba, lakini returns hakuna. Nimeongea tu ya shamba peke yake. Kwa hiyo mambo ya shamba pia kuna jambo lingine ambalo naomba watazamaji wangu hapa wasikie vizuri. Wakati ambapo uko na watoto na pengine hao watoto wanakusaidia, watu wanawaona, pengine mwezi uliopita au mwezi mwingine magari yameingia yamekubebea zawadi. Kuna wengine wanaumwa, sio wote wanafurahi. Usione watu wanakuchekea ama wanacheka na wewe ukadhani hiyo meno ambayo imefunuliwa iko na furaha. Kuna wengine wanasikia uchungu. Wanakimbia kwa waganga ama washirikina. Wanasema hawa watoto wanaosaidia huyu mama, ama wanasaidia huyu mzee, ama wanasaidia hawa wazee, hawa watoto wasirudi tena kwa hii boma. Kile utafanya, tupa ugonjwa kwa hii boma, mbele ya hii boma. Wakikuja wawe wagonjwa, au watoto wao wawe wagonjwa, au huyu dada akitoka hapa akienda kurudi kwa mume wake wakosane. Msichana aseme mimi nikirudi kwetu huwa lazima tuwe na shida na mume wangu. So in other words, udongo, mchanga ilinenewa. Kwa hivyo ndio maana unapatanga watu wengine wanaenda nyumbani na wakirudi Nairobi ama town mambo inaharibika. Hata kazi inaharibika. Inaharibika, unaanza kutamak, uende kwa hii kazi, uende kwa ile kazi. Mchanga ilinenewa. Mchanga iko na masikio ndugu yangu, inasikia. Na katika ulimwengu wa kirohoni inaweza kuwa commanded ya kwamba wewe mchanga, huyu kijana anajenga. Mchanga, usikubali hii nyumba iishe ikisimama hapa.
kazi inaisha, biashara inasambaratika, mnaanza kukosana kwa nyumba, unashindwa kwani ni nini? Nilianza project, ilifikia pale kwa lento, haisongi. Plot ulikuwa umenunua kujenga, shida, mchanga ilinenewa. Ama pale tunajenga, wanakuja wanachukua mchanga pale, wanainenea mchanga, alafu wanaipuliza ikienda na mawimbi na winds. Hivyo vile imeenda na winds, pesa zako ziende hivyo kwa magonjwa yale ambayo hayana tiba. Kuna magonjwa mengine hayana tiba, ni magonjwa ambayo utatibu na utibu na utibu. Siku ile ambayo akaunti inaisha, mtu anaaga. Tumeshazisikia magonjwa kama hayo. Ama unakuta ya kwamba unapokuja kujenga hapo kwa barabara, accident, kumaanisha mchanga ilinenewa. Ikasikia command ya ulimwengu wa kirohoni ya kwamba pesa zinatumwa kutoka nje, watoto wake wanataka kumjengea. Hizi pesa zikikuja hapa, wewe mchanga, tunasema ya kwamba magonjwa yainuke. Mama anasema watoto wangu mlinitumia pesa. Vile tu hiyo pesa iliingia, ndio stroke ilianza. Nashindwa hii ni pepo gani? Niko kwa hospitali, ongezeni zingine. Sasa mmeacha project ya kujenga, mnatibu stroke. Kumaanisha mchanga ilinenewa. Wapendwa, mchanga inaweza kunenewa. Wakati ulikuwa unafuga ng'ombe, wakaona kijicho, wakakuwa na roho ya wivu, wakasema hizi ng'ombe mchanga, wewe pali zinaenda karibu na zizi, na hii ndio gate pali zinaingia zikitoka malishoni. Wewe mchanga, hizi ng'ombe zianze kuwa na shida. Unakuta zingine zinadungwa na zingine zinakufa, unauza nyama hata throw away price. Zingine zinavunjika mguu, zingine unasikia ng'ombe iliumwa hata na nyoka. Kumaanisha mchanga imenenewa. Kuna mahali umetaja wachawi na washirikina. Yes. Tofauti ya mchawi na mshirikina ni gani? Mchawi yuko katika kiwango ambacho kiko chini kidogo. Mshirikina amegraduate tayari, anaweza funza wengine. Huyu mchawi pia anaweza funza, ndiyo, lakini kiwango cha mshirikina kiko juu. Kwa hivyo mshirikina ni mchawi amegraduate. Yuko juu sana. Yuko juu kabisa, anaweza kujigeuza hata inzi, hata ndege. Huyu mshirikina. Yes, anaweza kujigeuza hata nyoka. Yeye mwenyewe anaweza kujigeuza anything na kuja kwa nyumba yako kama monitoring spirit. Wewe utafikiria ni gecko, kumbe ni yeye. Utafikiria ndege fulani huwa inanisumbua sana kwa hii kona, kumbe ni yeye. Anakuchunguza. Anakuchunguza, anataka kusikia ile progress mko nayo, anaenda kugonga. Kwa hivyo watu wenye wanajibadilishanga, unapata mtu amebadilika amekuwa mnyama. Yes. Wanakuanga ni washirikina. Ni washirikina. Na kutoka kwa uchawi ndio ushirikina. Mtu anaweza jibadilisha aje akuwe mnyama. Sababu ile nguvu za kichawi, za kigiza, ameenda kiundani kabisa. Ni kama amepeana roho yake kwa shetani. Shetani akaanza kumtumia. Bible inasema, ndugu yangu, ya kwamba wakati Lutu alipoona watu watatu, naomba hapo mtazamaji wangu anisikize vizuri, aliona watu watatu wakiingia kwake. Wale watu wa Sodom na Gomora wakasema, tuliona watu watatu wanakuja kwako. Kumaanisha shetani anaweza kujibadilisha malaika wa nuru, malaika pia anaweza kujigeuza mwanadamu. Kwa hivyo huyo mwanadamu, sababu ni shetani anamtumia, anaweza kujigeuza chochote. Au ni washirikina, au si wachawi sasa, washirikina. Mchawi akisha graduate katika hiki kiwango cha juu, sasa ni mshirikina. Tuseme amejibadilisha akakuwa mnyama kama fisi. Yes. Alafu nyinyi kama wanakijiji mmemzunguka, mmempiga, mmemuua. Mmeua ile fisi ama ni yeye mmeua? Kile mmefanya ni spirit tu ndio mmeua. Yeye atakuwa tu kesho unamwona ameumia. Hata unaona wachawi wa kukimbia. Night. Yes. Kuna wakati unaweza fikiri umemshika mkamtandika kweli kweli, kumbe ni ile spirit. Yeye kesho utaona tu anachechemea, anatembea ni kama anachechemea, kumaanisha aliumia kidogo, lakini ile mwili yake haijaumia kabisa. Ile nguvu. Kwa
hivyo hata mkipiga huyu fisi muue, akufe, mwache amekufa, yule bado yuko. Yule bado yuko, sababu it is the spirit. Akijigeuza akuwe fisi, mwili ndio inakuwa fisi ama inakuwa aje? Kuna wana miili mbili ama? Yani saa ile anataka kutoka kuja kwako ama kwangu, anafanya wish, leo nataka niwe kama panya, niende kwa ndugu fulani. Hiyo panya ikikaa kwa kakona fulani na kuangalia, unashindwa, hii panya kwa nini ikikaa kwa kona fulani haitaki kutoka hapo, inaniangalia angalia tu spirit. Kwa hivyo yule mshirikina amejibadilisha kama yule mnyama, kuna kitu anachunguza, anataka hapo. Kwa hivyo narudia kusema, msikizaji wangu, kuna shamba nyingi sana zimeuzwa, na hapo naomba attention ya kila mmoja. Shamba nyingi zimeuzwa na watu ambao wako na roho ya ufidhuli, roho chafu, wananenea mchanga, wanaongea na mchanga, wanaambia mchanga, wakishaita washirikina, wachawi, waganga. Hii shamba nataka kuambia watu, nataka kuiuza, lakini yeyote ambaye atakainunua apatikane na shida, calamities. Unanunua shamba, umenunua 2,000,000, 1,000,000, 1,800. Ukitoka pale after a week, kabla papers hazijakuwa processed, mtoto amekufa. Sasa unashughulika na matanga ya mtoto, kumaanisha yule mtoto hautamzika hapa, utamzika kwingine, sababu papers hamjamaliza. Ukimaliza hiyo, shida nyingine tena kwa mke. Ukimaliza hiyo, wewe mwenyewe kazi yako ama biashara yako inaanza kuwa na problem. Unarudi kwa huyu ambaye uliongea naye akuuzie shamba, unamwambia, unaona ile pesa nilikupatia, afadhali unirudishie tu kidogo, nimeshikwa na shida nyingi, naona sasa sitaki tena shamba, au nikishakuwa vizuri ndio nitarudi. Upande wake atajifanya anakuhurumia, lakini anajua at the end of it, yes, anajua hii shamba hii itarudi. Kwa hivyo unapoenda kununua shamba, kwanza uliza Mwenyezi Mungu na uweke Mungu mbele. Kwa hivyo inamaanisha kuna watu wanauzanga shamba na uchawi. Na uchawi na ni biashara. Ni biashara anafanya. Anaweza kuuzia kama 200,000, lakini yeye akinunua kwako ananunua kama 50,000, ama ananuanga tu ile bei mzuri. Yaani anakuuzia kwa bei fulani. Lakini anajua ile itakupata mbele, utazunguka na utarudi kwake. Sababu gani? Shida zitakuandama moja baada ya nyingine mpaka ushindwe ile pesa, ama wewe mwenyewe utakumbuka baada ya muda fulani, kuna shamba nilinunuaga. Saa hizo umelemewa. Kuna familia nyingi tumesikia watu wana complain, mzee alinunua shamba pahali na hata hatujui hiyo shamba iko wapi. Na uko na familia au haujawaambia anything. Sio kawaida. Kumaanisha aliblock, usiambie anybody, utapatikana na uishe na hii shamba itamrudia. Kama kuna watu nasikianga wanasemanga kuna nyumba ukiingia unapata usiku ulali, unanyongwa, unafanywa vituko, na ukiama hiyo nyumba ukienda ingia unapata hiyo nyumba nyingine umeama iko sawa. Shida inakuanga ni gani? Ilinenewa. Wenye ploti wengi sana siku hizi, na hapo hakuna apologies, ni kweli ya kwamba kuna wengine wanapoanza kujenga wananenea mchanga. Wale tenants watakuja hapa, watakuwa ni kama slaves wake, watakuwa ni kama watumwa wake. Unajipata umeingia kwa ploti fulani, ulikuwa na kazi mzuri, ndoa ilikuwa sawa, mko sawa kabisa kifamilia, lakini unapoingia hapa unakuta kumeanza kuwa na shida. Kazini kumeanza kuwa na shida, biashara imeanza kuwa na shida, watoto magonjwa baada ya nyingine. Kumaanisha ule mchanga ilinenewa. Na baada ya kunenewa akafuga vitu zingine ambazo sizo za kawaida, kuongeza ile maneno aliongeza iwe na nguvu. Kumbuka wananena alafu inafanyiwa kafara. Kuna sadaka inapeanwa. Katika ulimwengu wa kiroho wanaifanya, mostly wanaifanya nyakati za usiku. Wanasema ya kwamba wale watakaoishi hapa
baada ya miezi fulani kupatikane matanga hapa, na sana sana wanatumia majini, na majini yanaitikia na wanasema tutaishi hapa. Pengine kuna rooms 2 ama 3 watu hawaishi. Unashangaa kwa nini room fulani na fulani watu hata hawaishi. Wanajifanya hizo ni stores. Na kweli ni store, sababu imebeba hizo vitu. Mchanga ilinenewa, vitu zikawekwa pale. Wewe unaingia hapa automatically umekuwa captive. Na unaweza nenea mchanga kiumungu. Kiumungu, iombee kiumungu nenea mchanga. Basi hapo ndio nataka kuingilia. Ya kwamba vile wanaifanya kwa njia ambayo ni mbaya. Pia unapoingia katika ploti, ongea na Mungu. Unapoenda kununua shamba, ongea na Mungu. Kuna watu wamenenea hata michanga za shule. Ya kwamba hii shule iwe na watoto ambao mara nyingi wapatikane hata na uwazimu, tumeshikia. Ama watoto waanze kukua wakaidi, waanze kusumbua. Kumbe mchanga ilichukuliwa mbele ya shule ama katikati ya shule, wakainenea. Principal anajaribu vile anavyoweta, watoto hawasikii hata waongeleshwe namna gani. Kumbe mchanga ilinenewa na wakaweka hizo vitu zao hapo, zina control shule. Kwa hivyo hii shule hata mkipiga hawa watoto, kumbuka life is spiritual. Hata mnaweza piga hawa watoto na kumbe mnapiga vitu ambazo zimepandwa hapa. Hata mtoe hawa watoto wote na mlete wengine, shida itakuwa bado ni ile ile. Kwa hivyo lazima pia uite Mungu wakati hujafanya chochote. Nikuulize, chumvi inaweza tumika kubariki nyumba umejenga mpya? Chumvi inaweza tumika kupitia kwa maombi. Inaweza tumika kwa sababu Bible inasema ya kwamba Waisraeli walipofika Mara, pale panaitwa Mara, Musa, watu wa Israeli wakalia ya kwamba hakuna chumvi. Nini hakuna maji? Wakachukua chumvi wakaweka pale. Sio Musa, ni another prophet, nitasema kabla hatujamaliza. Akaweka ile maji na akaweka kwa ile maji ilikuwa mbaya na ikakugeuka ikakuwa safi. Watu wanaweza kunywa, wanyama wanaweza tumia. Na chumvi iko na nguvu ya kubariki nyumba ama ya kutakasa nyumba? Unaweza tumia kubariki ama kutakasa nyumba kupitia kwa maombi. Unanena maneno ya baraka. Ukiweka tu bila kunena, hiyo wajua, narudia kusema life is spiritual. Wakati wanapoharibu kuna maneno wanatumia. Kwa hivyo unapotumia chumvi una undo ile maneno. Ni kama unafungua. Walifunga, wewe unafungua kupitia kwa maneno positive. Waliongea maneno negative, wewe unatumia maneno positive. Ili Mwenyezi Mungu, nimeingia kwa hii nyumba, vile nanyunyiza hii chumvi kuanzia leo, kila kitu ambacho ni kiovu kikauke. Sababu chumvi itachukua that negative energy. Itachukua yote. Ikishachukua na kupitia kwa maneno yako, Mungu atapokea sala zako. Kwa hivyo hiyo sio ritual ya uganga. Hiyo ni maombi, lakini lazima utamke maneno positive, ndio itasaidia. Chumvi imekubalika kwa Biblia kubariki nini? Nyumba. Ni pale ilitumika wakati wa kuweka ile maji. Kwa hivyo imekubalika. Kwa hivyo sio ritual. Ni Mungu amebariki, sababu kama sio Mungu hatungekuwa tunaitumia hata kwa chakula. Tunatumia kwa chakula, ni kumaanisha Mwenyezi Mungu aliibariki ili iwe ni kama kitu ambacho ni kwa kila mwanadamu aitumie. Naona watu wengi wanasema chumvi ni mzuri, unaweza itumia kuoga. Ndio. Inasaidia nini? Wakati ambapo kuna a lot of negativity, giza nyingi imekuandama. Usichukue tu ni vile tunavyoomba na oga na sabuni. Wakati unapoomba unasema vile nimenyunyiza hii chumvi hapa na imetoka kwa mchanga. Kumbuka chumvi inatoka kwa mchanga. Kwa hivyo mchanga inaweza toa vitu vizuri, inatoa vitu vizuri. Lakini wanadamu ndio tunaharibu kupitia kwa shetani kutufunza mambo machafu. Kwa hivyo unachukua na unaweka pale kwa maji. Na unapoweka kuanzia kwa kichwa, sababu mara nyingi kila mwanadamu akioga anaanza kwa kichwa. Kumaanisha hiyo ndio engine yako. Lazima unene ya kwamba ninatoa maovu yote kuanzia saa hii.
isinifuate kazini, isinifuate kwa ndoa, isinifuate kwa hata ninapoenda kwa huduma, isinifuate hata kwa barabara. Kumaanisha power of the tongue, kile unatamka. Tamka, usiweke tu na umenyamaza, tamka jambo. Amen. Yes, tuendelee. Jambo lingine ambalo pahali ambapo mchanga inatumika na waganga na hata na watu ambao hawataki wengine mazuri. Kuna wengi wameenda kwa waganga wakasema ya kwamba naona biashara yangu imerudi chini, nitafanya namna gani? Wanaenda karibu na gereza. Naomba hapo mtazamaji wangu asikie vizuri. Wanaenda karibu na gereza ama kwa soko. Soko haina kabila fulani na haina umri fulani. Hati watu wa umri huu ndio taenda kwa soko leo. Umri zote, mdogo mpaka kwa yule mkongwe. Sasa wanaenda pale wanachukua mchanga ya ile soko ama ya gereza. Gereza watu ages mbalimbali wanafungwa kwenye gereza. So wanachukua na wanakuja wananenea hii michanga. Wanasema vile watu ni wengi kwa gereza, watu wawe wengi kwa hii biashara. Na kuna rituals zinafanywa. Lakini hiyo ni kitu cha muda. Afadhali mtu akimbilie Mungu. Yes. Hii ni kitu ya muda, utaona ya kwamba watu watainuka, ndio watakuja, lakini ni kwa muda. Tena imeharibika. Hiyo ya soko kwa muda tena iharibike. Tena unarudi. So it will be like your life imekuwa ni kama sako ya kwenda kwa waganga kila mara. Mpaka uganga unapoisha itakuwa na negative repercussion kwa familia yako, sababu ile rituals zinafanywa wakati umeshaenda, watoto wako hawakujua itafanywaje, inageuka mapepo, inakuja kusumbua familia. Ndio unasikia wengine walikuwa tajiri sana wakiwa hai, walipokufa leo ukiangalia hizo boma unashangaa, hii ndio ile boma ilikuwa na mabasi, sababu walikuwa wanaenda kwa watu wanatumia majini. Walipokuwa wameisha, hizi majini zilikuja zikageuka everybody hapa inataka sasa kila kukula like every. Wengine watoto wakageuka wazimu, wengine hawaoleki, wengine hawaoi, wengine wameingia kwa pombe, wengine yaani unakuta kila kitu imeharibika. Kumaanisha yule aliamini tu mambo ya kiuchawi, ya kiuganga. Hawa wengine hawakujua itafanywa vipi, akawacha negativity kwa boma. Zile vitu zikaanza kukula boma. Kwa hivyo Kristo ni suluhisho katika kila jambo. Hii ni shortcut na ambapo haitakupeleka popote. Ni shortcut, lakini tunarudia kusema haitakupeleka popote. Kimbilia Yesu. Na kwa nini mtu mwenye alikuwa amechukua majini akiaga dunia, vitu zote zinapoteanga? Kabisa. Ni kwa nini? Sababu ile wakati unapoenda kwa majini, zile vitu, kitu cha kwanza wanatafuta damu. Ni blood sacrifice. Wewe mwenyewe ambao umeenda, kwanza lazima ulimi wako lazima ichanjwe, iwekwe, na kuna vitu ambazo zimetoka katika ulimwengu wa kirohoni. Ikishachanjwa, si ni damu yako inatoka, ama katikati ya kiganja cha mkono katikati, ama nyuma ya kichwa, ama ukishaona watu wengine hata mpaka hapa karibu na jicho hapa, ama nyuma ya masikio, ama hapa karibu na voice box, ama chini ya kitovu, ama nyuma ya spinal cord, ama juu ya mguu pale unapokanyagilia juu, inachanjwa. Ile damu ilipotoka, uliweka ahadi, uliweka agreement like a covenant na ulimwengu wa gizani. Ni wewe uliweka. Ukienda zinarudi na vitu zao. Mara nyumba imechomeka, mtoto huyu amekuwa mgonjwa, sisi pesa zinaenda, mara accident, mara nini, mpaka after some period boma imeharibika completely. Inaisha. Ndio maana wewe ulitoa ile covenant between you na ile ulimwengu. Ndio unaona Mungu alipokuwa anafanya covenant na mwanadamu, ilikuwa kati ya Mungu mtoto wake, na akatoa mwana, alitoa mwana wake wa pekee. Unapoenda kutoa covenant ama kutoa sadaka, ni ile kitu imekugusa.
Kwa hivyo hata wao wanaoenda huko wanatoa ile kitu imewagusa. Hata wengine wanatoa hata watoto wao ama mke hata ama bwana ama mostly firstborn ama lastborn. Kwani sacrifice ni important sana kwa hao Ulimwengu wa watu? kirohoni. Kwa nini? Lazima iende. Ndio maana unakuta Kristo alipokuja, damu yake ambayo imekuwa sadaka takatifu lazima ingemwagika ndio mwanadamu akombolewe. Watu hawajalewa hiyo, bado wanakimbilia kwa washirikina kuenda kuchinja hata watoto wao ama kuwaweka kwa barabara, wanakufa ama wananyonywa damu na majini. Hawajajua ile damu bado iko na nguvu, na yenyewe watoto wao wanaenda wanakufa, mabibi wanakufa, maploti zinajengwa, lakini inakuwa life ambao hakuna raha ndani. Haina raha. Kila saa utakuwa unaangalia nyuma, sababu kila saa it's like you are always on the run. Unaishi kwa muda mfupi ndio uko na raha na inaisha. Wanaanza kusema na huyu ilikuwaje? Kwa hivyo afadhali uitafute kwa Kristo, sababu hapa kuna suluhisho. Kama alibariki Abraham, tunasoma mpaka wa leo. Kama alibariki Joseph akakuwa prime minister kwa nchi ya ugenini, huyo ni yule Mungu mpaka wa leo. Kama alibariki hata wale tunasikia wale vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego wakiwa kule, bado ni huyo Mungu, bado anaweza. Lakini watu wanapenda shortcuts. Hapo ndio shida iko. Sawa, tuendelee. Na lingine mchanga inaweza ongeleshwa wakati example mwanamke ameona mume wake ameoa, amejaribu sana huyo mwanamke asiishi hapa, anamganga anamwambia enda ulete mchanga ya hiyo boma ama ya hiyo nyumba. Kama amekataa lazima aoe, enda uchukue. Ile sasa nataka kumwacha aende awe msichana mwingine. Enda ulete. Sasa kile tutafanya, huyo mama hatazaa kijana. Unajua katika itikadi nyingi za Kiafrika, Yes. watu wanahusudu, wanapenda sana kitoto kijana. Sasa utajaribu ni wasichana, kumbe ilifungwa, udongo ulinenewa. Kwamba every time, na mara nyingi hiyo wakifanya wanatumia placenta. Wanaenda wanachukua placenta na wanafunganisha na jina la huyu mama, hiyo placenta, sababu kila mama akizaa lazima placenta itoke. Yes. Sasa wanatumia placenta na inafungwa forever, utakuwa wasichana forever. Ile placenta wataitoa wapi? Wanaweza tumia hata hospitali, Bora iwafikie. Hapa kwa hospitali mambo mengi yanatendeka. Na ile mchanga ya mtu inachukuliangwa akitembea, nasikianga inaweza tumika kukuroga. Ukitembea tu mahali umekanyaga, mtu akichukua vizuri sana, anaweza kufanya mbaya. Vizuri sana, na inaweza kufanyia mambo mabaya zaidi, sababu akishachukua sasa, huyo ni wewe. Hapo imebeba wewe plus kivuli chako bado ni wewe. Hiyo inaweza kwenda kuchukuliwa na nyota yako ibadilishwe. Nyota yako ni hatima yako, your destiny. Sasa kama ulikuwa uko na biashara kubwa, utajipata na kibiriti 3 na shindano 2 na raba zingine 3, kumaanisha ile nyota walipochukua ile mchanga ya Mungu wakabadilisha. Kwa hivyo mchanga inaweza tumika kwa mambo mengi, kuharibu katika life ya mwanadamu. Ile nyota wataitoaje kwa mchanga? Kile watafanya wakishachukua, na wata make sure jina lako wanajua. Usiku wa manane, naongea between saa 6 saa 9, hapo kwa ulimwengu wa kirohoni wako very active. Sasa ile watu wanalala, hapo ndio wanaibadilisha. John ambaye alikuwa awe manager, hiyo nyota yake ya kuwa manager, destiny yake ili awe mtu wa kuheshimika, destiny yake ili ashinde katika election,
Inatumika hata kwa wanasiasa, na saizi wako hata na picha yako. Asifikie hapo. Kumbuka walishapata mchanga ya mguu. Sasa wewe unaweza hata kama kwa ni election, always ni kama unakuwa number 2 number 3 number 2 number 3 number 2 number 3. Unashika hii nini? Walichukua mchanga ya mguu wakainenea. Mchanga inanenewa na inasikia. Kwa hivyo it is upon you to undo it kupitia kwa maombi. Inanenewa na inasikia hiyo command. Wanachukua hizo vitu, damu za wanyama na wanachinja na inamwagwa na inakunywa. Mchanga inakunywa. Sababu sikimwagwa pale nje, ukirudi utapata mchanga, damu yenyewe ilimwagwa hapa na hakuna. Kumaanisha mchanga imeshapata sadaka. Na ikasikia ya kwamba wewe usisonge, na kuna vitu wakafunga. Wengi wanaenda wanatupa mpaka kwa bahari. Wewe vile umekwama sasa umekwama. Kwa nini waifanye usiku wa manane? Mara nyingi shetani anafanya kazi zake usiku. Ana program vitu zake usiku. Ndio maana anaitwa Prince of Darkness. Prince of Darkness. Amen. Sawa, tuendelee. Umeelewa? Yes. Wakati mwingine mchanga inaweza kunenewa, ya kwamba kwa boma lako usiwe hata na kuku. Hakuna hata vitu uwe nazo, lakini wanakuachia space kidogo uwe na mbwa na paka. Ukishakuwa na mbwa na paka, wanajua ya kwamba hiyo ni sign ya kwamba hauwezi kabisa. Wewe tuna mbwa. Boma nyingi ukienda kule nyumbani unakuta hakuna kitu, lakini kuna kaumbwa kamoja ama kapaka. Hii ni paka ni ya nani? Ni ya fulani. Wanakuacha tu hiyo space. Hizo wakikujaga usiku wanaweka vitu ndani ya hizo vitu. Hizo vitu zao kuzidi kukaa hii boma izidi katika hali ya uchochole. Unaachua paka. Angalia tufanya survey kwa boma nyingi. Hakuna everything hakuna. Lakini paka ama umbwa moja iko. Yes. Hiyo tu ndio space umeachiwa. Kukaa na umbwa moja na paka moja. Yes. Wanaitumia katika ulimwengu wa kirohoni. Usifikirie ni paka yako. Walikuachia kamwanya ubaki na hiyo paka. Hiyo paka wanaitumia usiku kurudisha ripoti. Kurudisha ripoti kama monitoring spirit. Yes. Inakuja. Unaona hiyo paka inakupenda sana. Inakuja hapa inakupenda. Kumbe wewe enda ujizungushe kwake. Ujipake kwake. Ukirudi tuko na information. Yes. Yes. Ni kama ina spy. Imetumwa kama monitoring spirit. Yes. Na kuna wakati pia. Yes. Nimeongea ng'ombe ishe, biashara ishe. Mtu asizae kijana, wanatumia umbilical cord. Hata mazao wanaharibu kwa shamba. Yes, kumaguzilia. Alafu pia wakati na hiyo pia tulisema wakati wa usiku usifagie na kurudisha hizo, kuweka hizo nje. Alafu na mchanga za sokoni zingine vile wanatumia pia wakati wa mazishi. Wakati watu wanazika. Yes. Unaona hiyo mchanga ya kaburi, wanatumia hiyo mchanga, wanaichukua wakati watu wako tu pale. Anakuja na viatu ambazo anajua akikanyaga nayo hiyo mchanga ya hiyo kaburi. Atafanya research, asikie sana huyu alikufa na shida gani, huyu alikuwa na kansa, poleni sana, poleni kabisa. Hii sirudi tena kwa hii familia. Huyu alikufa akizaa. Utapata akishachukua ile mchanga wakati wa kuzika. Sana sana wana time wakati ambapo ile mchanga inamwagwa pale. Ana make sure imemwangukia hiyo mchanga. Ama ameichukua kwa viatu.
sana sana wanaweza tuma hata mtu atumie viatu hizi kama za hizi tunaitaga tuktuk. Yes. Hizi tuktuk ni kama hizi ziko open. Anachukua hizo michanga ama akala, atapelekewa. Utakuta hiyo pattern ya kifo kwa hiyo familia itarudiana. Sababu walichukua ile mchanga wanaweza tumia mtu, si lazima yeye akuje. Yes. Wanatumia mtu, huyo mtu akisha make sure amekanyaga hiyo mchanga na ameichota na hiyo kiatu, hata chota kwa mkono. Sababu anataka kuifanya ni kama mtu asijue, mtu utafikiria tu wewe umekanyaga mchanga, ama ajifanye. Baadhi ya wale ambao wanachimba hiyo kaburi na achimbe kabisa mpaka zingine zimuingia hata kwa mfuko, azipeleke alipwe zake. Akisha alipwa zake, kazi yaanze. Same time, same month, same date, mwingine amekufa, analetwa na ile tu ugonjwa ule. Ile ugonjwa, mchanga iliongeleshwa. Mchanga ikawekewa kafara, ikakubali. Kuna mtu niliona mahali akiongelelea kuhusu familia yake, na hii nimeitaja kwa video ingine pia, lakini pia ningependa maoni yako. Alikuwa anasema wamezika watu 8 katika familia yao, na hakuna mtu anapitianga miaka 45 kwao. Na tayari amezika watu 8 wenye hawajafikisha 45 years, na ndugu yake kwa 44 years, na ameanza kuonyesha dalili ya kuenda. Na yeye ako 39 years. Pia karibu anajua akifika hata pitia 45. Yeye anajua sasa amebakisha miaka 6. Hata fika 45. Nini inafanyika? Unapata like familia nyinyi wote mnajua hatutaifika miaka hii miaka. Sasa huyu mchanga ya boma lao ilichukuliwa, ikanenewa. Na maneno iliongelewa sio maneno ya kubariki, ni maneno ya kulaani. Ikalaaniwa, wakaweka limit ya miaka yao, na ulimwengu wa kirohoni ikachukua ile sadaka na wakataja majina za everybody kwa hiyo boma. Sasa zile spirits zina hover around, zina count tu miaka. Wewe endelea tu kwa 39, kwa 40, kwa 41, lakini ikifika ile date sadaka yao wanachukua. Kwa hivyo lazima hiyo boma ifunguliwe, sababu imefungwa. Lakini kwanza wanaongea na mchanga pali walitoka kwa hiyo boma. Kwanza hiyo ndio step number 1. Lazima hiyo mchanga iongeleshwe. Kubali ya kwamba hawa wakikuja wazikwe wote hapa at this age. Kwa hivyo ni kitu ilifanyika kwa ile familia, unapata hawafiki miaka 45. Hawafiki. Kuna wengine pia nimesikia, si uongo kile ambacho tunaongea saa hizi, na huyo pia hajaongea uongo, ya kwamba kuna wengine pia hawafiki 50. Wengine pia hawafiki 60. Ukienda kufika hiyo miaka basi maneno yameanza. Kuna wengine pia michanga iliongelewa, wakasema watoto wa hii boma hata wakisoma, wakifika chuo gani kupata kazi wateseke. Na wengine mchanga ikaongeleshwa, hata wakisoma, wakifika kiasi fulani watoto wapate mimba, wasichana, na vijana waingilie pombe na mihadarati, na waingilie pia hata na bangi, waharibike, mwishowe washikwe na polisi. Kwa historia ya kushikwa na polisi, watu wanasema huyu bado hajashikwa kama yule ndugu yake, huyu hajapata mimba kama dada yake, huyu hajafukuzwa shule kama mtoto wao. Kumaanisha mchanga iliongeleshwa na ikakubali, sababu ilikubali ile sadaka na ikachukua, na hiyo kitu akapiga rubber stamp. Imeandikwa katika Colossians 2:14 ya kwamba aliyavuta yale yote yaliandikwa. Kwa hivyo wanapofanya haya, kuna kitu wanaandika kwa damu za zile wanyama, wakiita zile spirit za kirohoni ya kwamba ifanyike hivyo, na wanasema ifanyike. Usipochunga inafanyika. No, ile familia unapatanga like lazima mtu ajinyoe kwa ile familia. Yes. Ni kama ni pepo inawaandama. Huyu hata kitu kidogo tu, hata kwa bwana wamekosana tu kidogo, unasikia fulani na yeye alijinyonga, ama alienda akakunywa sumu, ama alienda akajitupa kwa barabara, amepigwa na gari, amekufa.
So that history kumaanisha mchanga iliongeleshwa ya kwamba hii boma tunataka ya kwamba kila mara wakufe katika style kama hii. Wakaweka hiyo rubber stamp na zile damu za wanyama walizozichinja chinja. Kwa hivyo kitu muhimu ni kukimbilia damu ya Yesu Kristo. Kuna boma zingine pia zimewekwa ya kwamba watoto vijana hawapatikani. Haupati mtoto kijana. Unajaribu sana uwezi. Kabla watoto vijana wapatikane, nini inaweza kuwa shida ingine yenye inaweza kuwa ina cause vitu kama hizo? Unapata like familia inakwama, kuna kitu tu ina revolve tu, kila mtu familia anajua hii lazima itafanyika, hii lazima itafanyika. Waliongelesha mchanga. Apart from kuongelesha mchanga, nini ingine inaweza kuwa inafanyika pale? Kile kinatendeka, mchanga inapoongeleshwa haiwachwi hivyo. Kuna vitu zinafanywa za kiuganga, na ninarudia, mostly zinafanywa usiku, sio mchana. Yes. Na kuna vitu zinachinjwa, either wanaweza kuchinja kondoo, na mostly ni kondoo, either iwe black ama pure white. Hawatakagi zile colored. Kwa nini? Wanataka kala moja. Katika ulimwengu wa kirohoni wanataka kala moja, isikuwe mixed color. Ama kuku ya black, ama ile kuku ambayo inakuwaga na manyoya, lakini hizo manyoya zimesimama. Tushaona kuku kama zile zimejipindua hivi. Alafu hapa kwa shingo haina manyoya. Kwa nini wanakuanga very selective? Wanakuwa sababu hizo ni mashetani. Sababu wanaongea na shetani, na shetani anataka ile kitu anataka, ili hiyo sacrifice iende kwa haraka na ishike. Imeandikwa katika Isaiah 22:25 ya kwamba siku hiyo nitabomoa msumari uliopigwa kwa kasi. Kwa wanapoiweka wanapiga msumari kwa ulimwengu wa kirohoni, ya kwamba unajua msumari unapiga ya kwamba isitoke. Na ukikuja na claw hammer ndio utaitoa, lakini utatoa baada ya kusweat. Kwa hivyo the time is now mtu kuangalia katika familia yao. Hii shida ya kansa ambayo inakuja inaweza kuwa kuna pahali inatoka. Kuna mchanga iliongeleshwa imetushika. Hii shida ya utasa, watoto wetu hawana watoto, kuna pahali ilitoka. Hii shida ya sisi kukosa wanaume, hatuoleki, kuna pahali ilitoka. Kuna watu hawaoleki, hata wasichana wamejaribu, hata wananunulia wanaume magari, hata anamnunulia mpaka nyumba waishi vizuri. Anakuta huyu mwanaume aliyenunulia gari ama nyumba ameenda akachukua msichana mwingine, hata akiangalia sio klasi yake. Kumaanisha kuna kitu ilifanyika. The time is now mtu kuchanuka na kwanza kusema hapana, kumbe nimesikia, kumbe si bure. Kuna magonjwa mengine inawafuata kwa familia. Unakuta vile ilifuata yule pia inakufuata wewe. Pengine ni uwazimu, pengine mguu inauma, wengine wanasikia ya kwamba ni kichwa, pengine ni mgongo. Wengine watoto wanakuwa katika shida zingine, wanashinda huyu mtoto ni nini? Ni hizo. Na hii wazimu inatokananga na nini? Wazimu inatokana ya kwamba wanaongea na mchanga na mwezi. Hapo lazima mtu asikie. Mwezi unasikiaga tunasemaga lunar eclipse. Yes. Lunar eclipse ni ile eclipse ya mwezi. Ndio unasikiaga wazimu wanaitwa lunatic. Kumaanisha wanaongea na mchanga na miungu ya kimwezi. Ndio unasikia wakati ambapo mwezi inaanza kuinuka, kuna watu hata wakipewa madawa hospitalini, hiyo wazimu inaanza kurukaruka, mwezi imeanza. Kwa hivyo hii ni kitu unai-undo kupitia kwa maombi. Unasikia watu wengi wazimu, narudia tu kusema, wanaitwa he's lunatic. Lunatic comes from the word luna. Luna ni mwezi. Kwa hivyo wanaunganisha hii na wanavuta ile ya mwezi. Wanasema huyu basi iwe hivyo. Mwezi ukienda, mwezi ukirudi, mwezi ukienda, mwezi ukirudi, mwezi ukienda, mtoto wenu tu anakuwa wazimu. Kwa hivyo ni kuenda kwa magoti na kuandu ile kitu alifanya. Na hii wazimu unapatanga kama mtu akikuibia mali, utafanya jukue mwendo wazimu juu ya wizi? Yes, hiyo pia inafanyika. Kuna wengine ambao ukimuibia mali anaenda kwa waganga. Na ukimuibia mali, yes, wanaenda kwa waganga. Au waganga kuna vile wanatafuta michanga ya mguu ya mtu na nywele.
na nywele. Hapo ni mchanga na nywele. Hiyo mchanga iko na kivuli chako, nywele ni wewe. Na wanaiunganisha, kuna vile wanafanya na wanatoa kafara kwa miungu, inakugonga mara moja. Hapo kile kitakufanya ukuamuliwe ni kuombewa na ufanyiwe deliverance, ndio ile mapepo iondoke, uokolewe, sababu tayari umeshashikwa. Amen. Sawa, tuendelee. Mwingine nilishasema juu ya michanga ya sokoni. Yes. Mchanga ya sokoni hujaiongelelea. Mchanga ya sokoni watu huchukua kwa dhamiri ya kutaka kutengeneza boma zao ziwe na mali ya watu wengi, kumaanisha watu vile wanavyokuja kwa soko, mali iwe katika boma yake, iingie mali ya aina zote, magari, mifugo, shamba zinawiri. Enda uchukue mchanga kwa soko. Vile watu wanafurika kwa soko, enda ulete mchanga ya soko. Inakuja hiyo mchanga ikishawekwa chini, wanaita jina la hiyo soko. Leta mchanga ya Gikomba, that is just an example, Nairobi. Vile unaona watu wanajazana hapo, duka langu lijaya kama hiyo. Leta mchanga ya soko fulani, inafanyiwa. Ikishafanyiwa wanaita miungu, sasa yaanza kuleta vitu, but that is only for some time. Yes. Sio milele. Hii ndio maana unakuta wakati, sababu saa ile unafanya kitu kama hiyo, unaongea na miungu, na miungu unapoongea nayo na kuweka ahadi kati yako na ile ulimwengu wa kirohoni, wakati utakapoenda, hii mali itakufuata. Unaona kuna mali mengine watoto sasa hawatabaki na raha. Mke anaanza, unasema huyu mama wakati bwanake alikuwa hai, huyu mama alikuwa anaendeshwa na Prado. Baba alipoenda sijui ilikuwa ni loan ama ni nini, kumbe zile vitu zinakuja kuchukua vitu zao pole kupitia kwa magonjwa. Cases zimeshika watu, itabidi ukipatikana na kesi, tuuze hii, tuuze ile, tuuze ile shamba, tuuze ile gari. Vitu tu za ajabu zinaanza kutendeka, kumaanisha zile vitu katika ulimwengu wa kirohoni. Narudia tu kusema life is spiritual because before it comes into the physical, kwanza iko kwa in the spiritual form. Zinakuja zinaanza kudai vitu zao. Gari zao zitaenda, shamba zao zitaenda. Kuna nyumba tumeona za ajabu sana, nyumba mzuri zimebaki hapo, hakuna watu, boma imemalizika. Kumaanisha watoto waliharibika, wengine hata watoto walitoroka hizo boma. Wakasema hapa tukiketi tunasikiaga saa ingine ikifika masaa fulani tunasikia watu wanaongea. Ama manyumba zinapigwa mawe, tunasikia vitu zinatembea usiku, ama zinaita majina za watu, kumaanisha zimerudi. Na watu wanalindanga boma na uchawi, inalindangwa aje na uchawi? Au watu wanalinda boma na uchawi, inalindangwa aje? Wanalinda na uchawi, lakini shida ni moja. Kulinda utalinda na uchawi, watu wasije kuiba. Wanafanya, but it is temporary. Wanaifanyanga aje ndio? Wanaenda kwa waganga. Yes. Alafu kuna wanyama wanachinja wakisurround ile boma. Mostly inafanywa saa 6 usiku, saa 9 usiku, latest saa 10. Hizo masaa nimesema kwa ulimwengu wa kirohoni ni masaa shetani yuko very active. Very. Lakini watu wa kawaida hiyo masaa wengi hata waombezi unakuta wamelala fufufu. Lakini shetani hayo masaa yuko active. Narudia kusema ndio maana anaitwa the prince of darkness. Yes. Anatumia nyakati za usiku tunapolala kupanda magugu. Wanalinda hizo boma, lakini baada ya kuondoka katika ulimwengu huu, hizo boma zilizolindwa, unakuta hata ndoa za watoto wao wengine zinaharibika, mali zinaenda, wengine wanakuwa wazimu, sababu zile vitu walitumia kulinda hizi boma, hawajui style ile alitumia. Wengine pia hata hawaambii wake zao, wanawaambia we kaa kwa nyumba, niko na daktari. Daktari ni quotes. Waganga siku hizi wanajiitaga daktari. Hawajiiti waganga. Juu hata labda wanaogopa hiyo jina kuita na waganga. Kwa hivyo niko na daktari.
Yes. Wanatoka na hizo vitu za kwenda kufanyia hizo makafara zao. Wanaifanya hata mke ajui mlifanya aje. Kwa hivyo ukienda wa kwanza umeachia ile boma shida, ile boma itakuwa katika hali ya kuteseka. Yes. Mpaka magari zingine mlikuwa nazo na matatu zinaanza kupotea one by one. Hizi zingine sijui insurance inataka nini, sijui hii imeharibika kwa hii gari, ile imebariki, tuuze hii gari, tukiuza ile, mpaka inabaki mnarudi kwa uchochole. Suluhisho ni Yesu. Yes. So mtu mwenye anapitiza vitu zote na angependa kujinasua, anaweza jinasua kupitia njia gani? Tips, tupatie tips za kujinasua. Kile unaweza kujinasua ni kuenda kwa magoti, tafuta watumishi wa Mungu ama mtumishi wa Mungu aliye na upako, aliyeitwa na Kristo Yesu. Yes. Na kuita huyu mtumishi wa Mungu, kile atafanya, Roho wa Bwana amuongoze vile ataandu zile zilifanywa kwa shamba lenu. Ampati mazao, hata kuoleka inakuwa ni problem, kuzaa watoto ni shida. Kuna wengine pia imekuwa ya kwamba wanapoenda kuzaa lazima wasipitie CS. Unaona, lazima mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho. Unashindwa, kwani shida ni nini hapa? Kumbe kuna vile ulimwengu wa kiroho iliongea kupitia kwa mchanga, wao wapitie CS. Au unakuta mwanamke anaoleka na wanaume kama 5 6 ndio anataka kusettle. Hakai kwa mmoja, anaoleka na huyu, anapata watoto 2. Hapo pia shida inatokea, anaenda kwa huyu, anapata tena mmoja, tena anaenda kwa huyu, tena anaenda kwa huyu. Na ukiangalia dada yake pia ni hivyo hivyo, na dada yake mwingine ni hivyo hivyo. Ni kumaanisha kwamba mchanga iliongeleshwa, waka place a curse. Hawa wateseke hivi, watoto wa mama fulani wateseke hivi. Wanaume wanaoa wanawake wakienda na wanaenda na watoto. Yes. Unasikia mtoto wako siku hizi ni dio somewhere. Hata ukiambia watu huyo, unasikia huyo mtoto, huyo bibi yangu alienda naye akiwa 3 years. Vitu kama hivyo vimetendeka. Mtoto wako alienda na watoto wangu 2, alienda na watoto 3. Na hiyo pattern inaendelea, kumaanisha kuna kitu mlifanya. Usichukulie ni mzaha. Kuna kitu ilifanywa. Sawa. Kwa mtu mwenye angependa kukufikia, anaweza kufikia kwa njia gani? Mimi kwa jina naitwa Mchungaji Koro Isaiah. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kanisa langu ni Bahati Ministries Kayole. Nambari zangu ni 0733 79 49 10. Narudia, nambari zangu ni 0733 79 49 10. Na mangu nyingine ni 07 tena 07 70 53 76. Narudia, namba yangu nyingine ni 0707 70 5376. Yes. Mungu awabariki sana na tukutane wakati mwingine tena. Yes, nimeshukuru kwa mafunzo yako ya leo. Nayo watu wangu kuna kitu wamelearn kutoka kwa hiyo mafunzo yako ya leo. Yes. Na nitazidi kukuleta na uache kutupotelea sana. Asante, sitapotea tena. Sasa niko available. Yes. Asante, niko available kabisa. Na mafunzo mengine Mungu atatufunulia zaidi. Yes. Hallelujah. Ni sawa, nimeshukuru kwa muda wako. Amen. Na pia kwa mafunzo yako ya leo. Asante. Tumaeleo viewers, kama umefika hapa na hujasubscribe, kindly consider subscribing, na I will see you in the next one.